watazamaji wa kipindi cha Mimi na Tanzania, karibuni katika kipindi hiki kipendacho, na leo hii tumeweza kutembelea eneo hili linalojulikana kama Mabwe Pande. Na kabla sijakueleza kilichotuleta hapa, basi ni vizuri kikupa historia. Kama tunakumbuka wote watazamaji, ni mwezi mmoja tu uliopita tulipata mafuriko makubwa katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Maeneo mengi Dar es Salaam yakiwa yameathirika, na eneo kubwa linalojulikana kama Jangwani liliathirika zaidi, ambapo Watanzania wenzetu 40 walipoteza maisha na zaidi ya watu 1500 kukosa makazi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kuchukua hatua za ziada kwa kutafuta eneo jipya ili kuwahamisha Watanzania hao waliokosa makazi yao kutokana na mvua hii. Na eneo hili basi ndio hapa tulipo leo hii. Kama unavyoona, tayari wamekwisha jenga mabanda madogo madogo, mahema haya kwa ajili ya kuwaleta watu hawa kuja kuanza maisha mapya katika eneo hili jipya. Na tumefanikiwa kukutana na mkuu wa mkoa Bwana Melkisedek kuweza kuzungumzia mpango mzima wa kuwahamisha watu hawa walioathirika kutoka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam kuja katika mji huu mpya wa Mabwe Pande. Atatueleza changamoto anazokutana nazo, atatueleza jinsi serikali inavyosimamia uhalali wa watu hawa kupata viwanja hivi, na jinsi Watanzania wengine walivyojitokeza kuweza kusaidia mkakati huu uweze kufanikiwa, kwani wanaamini wazi kwamba pamoja na kwamba ilikuwa ni ajali, lakini vile vile wanaweza wakaizuia ajali hii, kama vile kutokujenga katika maeneo ya hiyo katika mabonde kama ilivyowatokea wale wengine. Mpenzi mtazamaji, endelea kumsikiliza mkuu wa mkoa. Kipindi ni Mimi na Tanzania. Katika Mimi na Tanzania leo tutaangalia mkakati unaoendelea katika eneo la Mabwe Pande lililotengwa kwa ajili ya wahanga wa mafuriko yaliyotokea jijini Dar es Salaam Disemba 20, 2011. Eneo la Mabwe Pande lina ukubwa wa hekta 800 na zimegawanywa katika sehemu kuu mbili, yaani block A na block B, ambapo katika pande zote kumewekwa jumla ya nyumba za muda, yaani mahema 300 kwa awamu hii ya kwanza, ambapo familia zaidi ya 300 zinatarajiwa kuwepo, na baada ya muda wa wiki moja tayari zitakuwa zimekamilika nyingine 300 na kufanya eneo hilo kuwa na jumla ya familia 600 kwa awamu ya kwanza. Kumbuka tu mtazamaji, eneo linaloishi watu huwa halikosi changamoto nyingi zinazofanya eneo hili lihitaji mahitaji muhimu. Je, changamoto zilizopo Mabwe Pande ni zipi? Kwa hiyo eneo hili sasa hivi kama ulivyosema, kuna matatizo gani? Kuna matatizo, changamoto zake nyingi sana, kwa sababu wenzetu hawa tunapowaleta tunawaleta wakiwa hawana kitu, kila kitu watakitegemea serikali. Kwa hiyo na sisi ndio maana tumechelewa kuwaleta ili tuhakikishe yale mahitaji ya muhimu kwa binadamu aweze kuyapata. Kwa hiyo tumeanza na hizi shelters, lakini vile vile tunahakikisha hizi shelters zina vyoo na sehemu za kuogea kwa maana ya mabafu yale ya muda, mpaka hapo watakapoweza kila mmoja kujenga kwa nafasi yake. Kwa hiyo tukikamilisha hilo, sasa tunahakikisha vile vile masuala ya maji. Sasa hivi tunaendelea kuchimba visima 5. Visima 2 vimeshakamilika, tumeshapata maji, lakini hiyo nayo wameshakwenda sasa kuya test yale maji, kuona, kwa sababu kupata maji ni swala jingine na maji hayo kuwa yanafaa kutumika kwa binadamu ni swala jingine. Kwa hiyo wamekwenda kuyahakiki ili tuone sasa hayo yatafaa kwa matumizi ya binadamu. Lakini vile vile tunajiandaa, hata wakisema kwamba hivi visima 2 vilivyopatikana haifai kwa matumizi ya binadamu, tumejiandaa kama mnavyoona haya sim tank. Wenzetu wa Ofi Energy wametupa sim tanks 30 ambazo zitakuwa na ujazo kama wa lita 150,000, kwa sababu zina ujazo wa lita 5,000 kila moja. Kwa hiyo tunataraji tutakuwa na masim tank ya kijazo atakuwa na ujazo wa lita 150,000. Na wataalamu wanatuambia kwa watu tutakao waleta hapa,
kati ya lita 40,000 mpaka 48,000 zinaweza zikatosheleza kwa siku moja. Kwa hiyo kwa ujazo wa 1,500,000 maana yake tukiajaza tutakuwa na maji ya kuweza kutosheleza karibu siku 4. Kwa hiyo tutaendelea na hali hiyo, na wenzetu wa Jeshi la Wananchi zile water bowsers zao tuta make sure kwamba kila baada ya siku 3 tunajaza, kila baada ya siku 3 tunajaza mpaka hapo tutakapokamilisha visima hivi. Vikisha kuwa tayari na maji yakafaa kwa matumizi ya binadamu, tutaachana na matumizi ya water bowsers kutoka Jeshi la Wananchi. Lakini vile vile tunaangalia kuna visima ambao vilikuwepo, kuna visima 3. Kila kimoja kina uwezo wa kutoa maji lita 15,000 kwa saa moja. Kwa tumeona hivi tukivifufua, kwa sababu vilikuwa vinatoa maji lakini vikaachwa, kulikuwa natumia pump. Bahati mbaya zile pampu nadhani ziliharibika au ziliondoshwa, zilikuwa zina pampu maji kupeleka kwenye kijiji. Kwa hiyo tutafufua ile. Bahati mbaya sana ile miundombinu wananchi waliharibu. Kwa hiyo inabidi tuweke miundombinu nyingine, pipes zingine, na tutaongeza vile vipenyo. Zilikuwa ni za inchi 4, sasa tutaweka za inchi 6 ambazo zitatoka kwenye hicho kisima chenye uwezo wa kutoa lita 15,000 kwa saa. Kwa hiyo tutafufua huo mradi. Tukishafufua mradi, sasa hivi TANESCO wanafanya kazi 2. Wanafanya kazi moja ya kuleta umeme hapa tulipo na kusambaza kama mnavyoona katika streets zetu zote, lakini vile vile wanapeleka umeme katika hicho kisima ili sasa tutumie umeme badala ya kutumia generator za diesel. Kwa hiyo TANESCO wanafanya kazi ya kuleta huku na kupeleka kule, na katika wiki hizi 2 ambazo TANESCO atakuwa amekamilisha hii project ya kuleta umeme hapa na kule, nadhani sasa tutakuwa tumesolve, itabaki kuweka mabomba kutoka kule kwenye chanzo na kuleta hapa. Kwa hiyo tukifikisha hapa maji hayo ya water pump, nadhani tutakuwa tumemaliza problem kabisa, kwa sababu hata hizi tutajaribu sasa kuweka raising tanks hizi ili sasa ziwe zinakuwa pump kwenda juu na kuanza kusambaa katika kijiji au mtaa wetu huu wa Mabwepande. Kwa hiyo hayo ndio tunayoyafanya sasa hivi katika kuhakikisha kwamba kijiji hiki kinakuwa hakina matatizo. Katika sakata hili la mafuriko, kuna baadhi ya waathirika wamegoma na kukaidi agizo la serikali kwa kukataa kuhama maeneo yao, huku baadhi yao wakiwaza juu ya mustakabali wa elimu kwa watoto wao. Ripoti zinasema kwa wale walio makambini kuna jumla ya watoto 279 walio katika shule za msingi na 80 wa shule za sekondari. Je, mkuu wa mkoa analipi la kuzungumza juu ya hili? Hawa kwa kuanzia tunakarabati ile shule ya msingi iliyoko hapa Mabwepande. Tumeshaikagua, tumeshafanya estimates, itatugharimu kama milioni 17 hivi kuifanyia ukarabati. Ili sasa watoto hao watakapokuja wataanza kusoma pale. Wakati tunajenga shule ya msingi kamili kwa ajili ya hapa tulipo, kwa hao watoto 280 na kwa baadaye tunajenga madarasa 14 ambayo wenzetu wahisani Bwana Saidi Ghalibu wa Home Shopping Center anatujengea hiyo primary school. Madarasa 18 na staff room pamoja na vyoo vya kutosha watoto hao.